leo tuna fundisho ambalo linasema imani inayopiga kelele hata katika upinzani. Hii ni fundisho bora ambalo tutasikiliza ndani maneno matamu ambayo Mungu anapendelea atutolee. Hebu tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, Mungu mjuu sana, usifiwe na utukuzwe daima. Asante kwa wakati huu ili tuweze tukalisikiliza neno lako. Ninamwombea mtumishi wako yule anayenitazama na anayesikiliza, uweze ukambariki ili aweze akawa na imani ambayo itapiga kelele hata katika upinzani wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa wa Bwana, tunashukuru sana Mungu kwa sababu anatutolea imani, na hii imani anatuomba tuwe na imani hiyo inayopiga kelele hata katika upinzani. Na hapa tunatazama mtu aliyepiga kelele hata katika upinzani ambaye ni Bartimayo. Katika kitabu kile cha Marko sura hiyo ni ya 10 shahiri la 46 hadi 52. Hapa ndipo tunapopata hii fundisho ambayo inahusu Bartimayo. Huyu Bartimayo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni kipofu, na kipofu huyu alikuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake, na katika maisha yake alikuwa hajawahi kupata chochote ambacho atakiona. Na sasa hapa tunasoma katika Marko sura hiyo ya 10 shahiri ni la 46, tunasoma yafuatayo: kisha wakafika Yeriko. Yesu alipokuwa akiondoka mjini na wanafunzi wake pamoja na umati mkubwa wa watu, kipofu mmoja jina lake Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa ameketi kando ya njia akiomba msaada. Hii ni shahiri linalotuonyesha kazi ambayo Yesu Kristo aliyokuwa akitenda, na hapa anatuonyesha ya kwamba siku moja walikuwa wamefika katika mji wa Yeriko, na Yesu Kristo alikuwa akiondoka mjini na wanafunzi wake. Sasa kulikuwepo kipofu mmoja ambaye aliitwa Bartimayo mwana wa Timayo, na huyu alikuwa ni kipofu ameketi kando ya njia akiomba nini? Msaada. Alikuwa akiomba watu wamsaidie, kwa sababu alikuwa hana chochote ambacho atakitumia kwa ajili ya mlo, kwa ajili sijui ya kitu gani. Sasa alipokuwa akiomba msaada, shahiri la 47 linasema, aliposikia kuwa ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita, akaanza kupaza sauti akisema, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie. Huyu ni Bartimayo. Katika maisha yake alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa kwake, na maisha ya kipofu ni maisha makali sana, kwa sababu kuishi katika giza kubwa ni jambo ngumu sana. Na ndiyo maana katika maisha yetu shetani amepofusha watu wengi sana katika mambo ya dunia hii. Watu wengi katika maisha yao ya kiroho wamekuwa vipofu gisi alivyokuwa Bartimayo. Sasa hata wao hawakae kando ya njia kwa ajili ya kuomba msaada ili waweze wakapata kitu fulani kwa kiroho chao. Wao wamebaki katika giza huko wakikosa wafanye nini. Ila huyu Bartimayo yeye alikuwa kiketi kando ya njia akiomba msaada kwa wale watu wanaopita. Kwa leo vitu vingi vimefanya nini? Vimepofusha watu. Mambo ya mitandao, mambo ya Facebook, mambo ya WhatsApp, mambo ya Instagram, TikTok na mengine yote, makazi za watu zimepofusha watu. Hawatambui ya kwamba wamekuwa vipofu wa kiroho, hawana kitu chochote. Na sasa hapa Mungu anakutangazia ya kwamba katika haya maisha inakupasha uwe mtu utakayekuwa ukitambua nini Mungu anakusudia akutendee, kwa sababu utakapojua mambo hayo utaona kwamba mambo yatakuwa mazuri sana katika maisha yako. Ndio maana katika nyakati hizi Mungu anakuomba uwe mtu utakayeendelea ukiwa mwaminifu kwake. Na hapa unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, mambo yote yanaendeka vizuri. Na katika shahiri hili
Mungu anatuonyesha ya kwamba mambo ya dunia hii yamepofusha watu wengi. Tunaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura hiyo ni ya 4, shahiri ni la 4, tunapata maneno yanayotuambia hivi: kwa habari yao Mungu wa dunia hii amepofusha akili za wasioamini, ili wasione nuru ya Injili ya utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu. Hii shahiri inatuonyesha ya kwamba watu wengi, Mungu wa dunia hii, mambo ya dunia hii yamepofusha macho yao wasije wakamuona Mungu. Ndio maana huyo Bartimayo pia alikuwa kipofu, alikuwa hawezi akamuona Yesu, na aliposikia ya kwamba anapita alimulilia sana, akasema, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie. Je, nawe unafika kiwango cha kumwambia Mungu akuhurumie, au wewe unabaki katika hali yako tu, unabaki huko kimya kimya? Bwana anakualika, mtumishi wa Mungu, anasema ya kwamba uwe kwa upande wake, umsikilize anaponena nawe. Huyu Bartimayo alikuwa anazidi kupiga kelele wakati watu walipokuwa wanamfanya nini? Wanamnyamazisha. Hata watu wakunyamazishe, hata katika upinzani uwe na imani inayopiga nini? Kelele, hata watu wakupinge. Kufuatana na Bartimayo, tukisoma katika kitabu hicho cha Marko sura ya 10, shahiri lile ni la 48, linasema hivi: watu wengi wakamkemea, wakamwambia akae kimya, lakini yeye akazidi kupaza sauti akisema, mwana wa Daudi, unihurumie. Haleluya! Huyu Bartimayo yeye hakupenda akatishwe tamaa. Katika upinzani wa dunia hii, Mungu anakuomba uwe na imani, imani inayopiga kelele, imani inayozidisha sauti, hata kama watu wanakupinga, wanakunyamazisha, hata kama watu wanasema wewe usiendelee mbele. Piga kelele, pasa sauti, mulilie Yesu Kristo. Utaona mibaraka ambayo Yesu Kristo atafanya nini? Atakutolea. Kwa sababu katika fundisho hili tunaona ya kwamba watu walipendelea wamunyamazishe Bartimayo, ila Bartimayo yeye alipiga kelele. Sasa nawe katika maisha yako, ni jambo gani ambalo linapenda likunyamazishe? Au ni upinzani gani ambao unapenda ukunyamazishe? Je, katika huo upinzani, je, unapiga kelele? Kwa sababu watu wengi wanaposema wanamkimbilia Yesu Kristo, watu wengi wanaposema wanamlilia Yesu, wanamuita Yesu, wananyamazishwa na wanakubali wanyamaze. Ila Yesu Kristo alisema ya kwamba usikubali kunyamazishwa, usikubali kabisa. Wewe upaze sauti, upaze sauti, na hiyo sauti iwezi kasikika, na Yesu Kristo atakukubali mbele zake, na atakubali maombi yako, atakubali sauti yako, na ataweza kukushimamia, ataweza akakurudilia ili akuokoe na kukuponya, jinsi ilivyokuwa kwa nani? Kwa Bartimayo. Ndio maana katika maisha yako, ni upinzani gani ambao unaonekana katika maisha yako, mpendwa mtazamaji? Ni upinzani gani? Je, mke wako ndiye analeta upinzani ambao utakunyamazisha? Je, ni mume wako au wazazi wako, sijui watoto wako, sijui kiongozi wako wa kazi, au mwalimu wako wa shule, au marafiki zako? Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanapendelea waweze wakanyamazisha watu. Inakubidi uwe kama huyo Bartimayo aliyepaza sauti, na alipopaza sauti akalia, akapaza sauti kwa wingi, na Yesu Kristo alifanya nini? Alimsikiliza. Ndio maana katika maisha yako, katika shida yako, usibaki kuwa kipofu, usibaki ukikaa mahali ulipo, ila uendelee ukipaza sauti, ili hii sauti imfikie Yesu. Hata kama watu ni wengi ambao wanapenda wakunyamazishe, wewe kasana, uendelee mbele, usirudi hata nyuma kidogo, kwa sababu utakapoendelea mbele mambo yote yataendeka vizuri. Katika kelele ya dunia hii, katika kelele ya upinzani wa dunia hii, mitandao inapotaka kunyamazisha watu wasimfikie Yesu, wewe piga kelele, paza sauti, kwa sababu hiyo imani yako, utakapozidi kupaza sauti, utakuwa kama huyu Bartimayo. Yesu alipomwendea Bartimayo ambaye alikuwa kipofu,
na alimuuliza, unataka nini? Bartimayo alimwambia, mimi nataka kupona. Na aliposema neno hilo, na kweli Yesu alimtendea jambo, alimponya. Ndio maana katika maisha yako pia, mpendwa, uweze ukatambua ya kwamba katika maisha yako unapomlilia Yesu, Yesu Kristo anakusikiliza, Yesu Kristo anakuponya, Yesu Kristo anakusamehe. Japokuwa umetenda dhambi kiasi gani, Yesu Kristo yuko hapo kwa ajili ya kukusamehe na kwa ajili ya kukuondolea hizo dhambi, ili uweze ukawa mtakatifu mbele zake. Unaposoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza, sura hiyo ni ya kwanza shahiri la 9, tunapata maneno yanayotuambia hivi: kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka kwenye udhalimu wote. Haleluya! Huyu ni Yesu Kristo anayetuonyesha neno lake. Anatuambia ya kwamba katika maisha yetu, kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu kwa ajili ya kutusamehe na kusafisha dhambi zetu. Ndio maana mpendwa wa Bwana, uweze ukatambua ya kwamba Mungu anakuhitaji. Mungu anakuhitaji wewe uwe na imani inayopiga kelele hata katika upinzani. Hata kama watu wanakupinga, hata kama watu wanakukatisha tamaa, kazana, endelea mbele, na utaona uso wa Bwana. Utaona ya kwamba Mungu anakutolea mibaraka yake. Hii ni lengo kuu ya hii channel yetu ya Gospel for Now TV, yani Injili kwa Leo TV. Inatuonyesha ya kwamba katika maisha yetu tujue ujumbe wa Mungu kwetu sisi. Hata kama umefikia kiwango cha kujitundika, hata kama umefikia kiwango cha kukunya madawa za kulevya kwa sababu umekosa jinsi ya kuona, kwa sababu we ni kipofu, hauone jambo lolote katika maisha yako, Mungu anakuambia ya kwamba ukimulilia, ukipaza sauti kwa imani, atakusikiliza na kukuponya. Mungu akubariki, Mungu akusaidie ili uweze ukapaza sauti ya imani yako hata kama watu wanapinga, ili uweze ukamwamini Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.